Alamina nura, alamina nura, alamina nura, alamina nura. Uyuni jabal zil marhuriya. Lakini pia ukisema kila upande uwe na kura ya turufu, Zanzibar kutokana na kuchochewa ile kwamba utaifa ni kitu kizuri kikubwa, tutakuwa na bendera yetu, tutakuwa na kiti, bendera wanayo, tutakuwa na kiti Umoja wa Mataifa, wanaweza kupiga kura ya kukataa muungano. Lakini matokeo yake sasa, najua hata kwenye maisha ya kawaida tu, mkiishi pamoja miaka 50, hata mkijidai mtaachana kwa urafiki tu, basi tutashikana mikono tuachane, uongo, uhasaba utakuwepo. Na ukumbuke kutoka Zanzibar kwenda Dar es Salaam ni kilomita 60. Ingekuwa ni ardhi ni mwendo wa nusu saa, lakini kwa kuwa ni bahari na kwa vinginevyo. Tukikosana, mambo yafuatayo yatatokea. Kwanza itakuja vita kubwa ya kidini, kwa sababu Zanzibar watajitahidi wapate taifa ambalo litakuwa rafiki kwao, lakini liwe na uhasama na bara na liweke vifaa vyake pale Zanzibar. Kwa mfano TV station kubwa inayowachochea Waislamu wa bara wajisikie wanaonewa. Tangu alfajiri mnapigwa tu maneno, Waislamu wa bara mkeni, jiondoeni kwenye makucha na minyororo ya Wakristo. Kuna amani hapo? La pili, huu mnaosikia Al-Shababu al-nini inaweza kuzuka pale napo, kwa sababu Zanzibar ni 99% Waislamu. Tunataka tuwaache Wazanzibari wajitawale wenyewe na Tanganyika. Wazanzibari kule waliko 95% ni Waislamu. Tunataka wajitangazie serikali ya Kiislamu kule. Unajua madhara yake? Wale Waarabu watarudi, watazalisha siasa kali kule, watakuja kutusumbua. Mimi najua kabisa. Kwa hiyo ndugu zanguni, mnaposikia mjadala kule, kuna watu unaweza kuona kama wana nia njema, wanataka kuwasemea wale wanaoitwa Tanganyika, lakini wana siri yao moyoni kwamba labda ikipatikana hii serikali na sisi tutashinda, tutatawala. Ndio mwenye wao. Sio kwamba wanawapendeni nyinyi, wanajua kabisa ikipatikana ya tatu itaporomoka. Kwa hiyo Tanganyika itakuwa kivyake, Zanzibar kivyake. Zanzibar ni nchi ndogo sana, ina watu milioni 1.3. Sisi tuna milioni 40. Unaweza ukauliza kwa nini sisi tunaingangania sana ile? Lakini sisi tunaangalia mbele. Madhara ni makubwa kuiacha Zanzibar kama ilivyo. Kile ni kisiwa. Visiwa hivi vinasumbua sana. Vinasumbua sana.
huwezi kujua kitu gani kitaingia kule na kitavuka kitakuja, kwa sababu hamna uwezo wa kulinda mipaka ya bahari, ni mipana sana. Sasa bora tuwe nao nchi moja, ulinzi mmoja ambao unadhibitiwa na jemadari na kamanda ambaye ni rais wa Jamhuri ya Muungano, polisi wa Jamhuri ya Muungano, uhamiaji wa Jamhuri ya Muungano, mambo ya nje na passport ya Jamhuri ya Muungano, tuwe wamoja. Baadhi yetu ambao tuna mtazamo wa kimaendeleo zaidi wa siku za usoni tuliona raia pacha inawezekana, lakini ukumbuke historia, hususan historia ya Zanzibar na Watanzania takriban zaidi ya 200,000 walioko Oman, ambao walivyotoka kama 20,000 mwaka ule wa 64. Sasa ni kundi zito ambao lina uwezo kifedha, liko pale Oman. Ukikaribisha uraia pacha kwa maana ya papo kwa papo, manake wale wote wanakuwa raia wa Tanzania pia, lakini wengi wao wana nia ya kuipindua serikali. Kwa hiyo ukileta sura hiyo inaleta tabu kidogo kumpa uraia mtu ambaye kwa matamshi yake na tabia yake na uwezo alionao ana lengo la kupindua serikali.